Raundi ya 29 ya ligi kuu ya NBC imechezwa leo na imeshuhudiwa michezo 8 kwa timu zote 16 zikitafuta alama 3, na kuna wale waliofanikiwa kupata alama 3 lakini kuna wale ambao hawakufanikiwa kabisa. Sasa hebu tujikumbushe matokeo yaliyopatikana katika michezo hii ya leo. Mchezo kati ya Pamba Jiji ambao walicheza katika dimba la nyumbani wamefanikiwa kupata ushindi wa bao 1 kwa 0 dhidi ya JKT Tanzania. Mechi hii ilichezwa katika dimba la CCM Kirumba. Kama unavyoona hapo matokeo kwa ujumla wake, Namungo FC wakapata sare ama suluhu ya bila kufungana dhidi ya Kagera Sugar. Mechi ambayo imechezwa katika dimba la Majaliwa mkoani Lindi, nyumbani kwa Namungo. Kocha Juma Mgunda ameshindwa kabisa kufurukuta mbele ya Kagera Sugar chini ya kocha Juma Kaseja. Kagera wameshaporomoka daraja muda mrefu tu, lakini wamekwenda kuangalia kooni Namungo na kuwalazimisha suluhu katika mchezo huo ambao umechezwa kule Lindi. Dodoma Jiji wakiwa nyumbani wamechezea kichapo cha mabao 2-1 dhidi ya Singida Black Stars, na imekuwa ni mechi ambayo ni ya mabao ya mapema kabisa. Singida walifunga mabao yao mpaka dakika ya 6. Bao la kwanza lilifungwa kwenye dakika ya kwanza na bao la pili likafungwa kwenye dakika ya 6, na hivyo kufanya mechi hiyo kumalizika Singida Black Stars mabao 2, Dodoma wakipata bao 1. Mashujaa wakicheza katika dimba la Lake Tanganyika mkoani Kigoma nyumbani kwao wamewakaribisha KMC. Hizi timu zilikuwa zinahitaji kupata alama 1-1 tu kila upande, na wamefanikiwa kwa sababu mechi yao imemalizika kwa sare ya kufungana bao 1-1. Ken Gold wakiwa katika dimba la Ali Hassan Mwinyi mkoani Tabora, dimba ambalo wamelichagua kikanuni kuwa ni dimba la nyumbani. Katika mechi hiyo Simba amepata ushindi wa mabao 5-0. Kichapo kibaya sana wamekutana nacho Ken Gold ambao tayari nao wameshashuka daraja muda mrefu, wamekwenda kukumbana na kichapo cha mabao 5-0. Tanzania Prisons wakiwa nyumbani pale mkoani Mbeya katika dimba la Kumbukumbu ya Sokoine, nao wamechezea kichapo cha mabao 5-0 kutoka kwa mabingwa watetezi wa ligi kuu Young Africans. Matokeo mengine, Azam wakiwa nyumbani kwenye dimba la Azam Complex wakautumia uwanja huo chini ya kocha Rashid Taus, wakapata ushindi wa mabao 5-0 pia wakiwafunga Tabora United. Na mechi ya mwisho leo hii katika dimba la Mkwakwani mkoani Tanga imewakutanisha Coastal Union ambao wamekipiga dhidi ya Fountain Gate, na Coastal wakapata ushindi wa bao 1 kwa mkwaju wa penalty, hivyo kujihakikishia alama 3 muhimu. Tazama msimamo hapo katika skrini yako, utaona jinsi mambo yalivyotokea katika michezo hiyo ya raundi ya 29. Lakini hebu tuangalie msimamo unasomeka namna gani baada ya michezo hiyo kufanyika. Yanga wamefikisha alama 76 wakiwa nafasi ya kwanza, bado wakiwa wanaendelea kukaa pale, wamecheza michezo yao 28. Simba nafasi ya pili wakiwa wamefikisha alama 75 wakiwa nao pia wamecheza michezo 28. Tofauti ni alama 1 tu, Yanga akiwa yuko juu anaongoza, Simba akiwa nafasi ya pili. Azam FC ushindi ambao wameupata, wamejihakikishia kufikisha alama 60 ambazo haziwezi kufikiwa na Singida Black Stars walioko kwenye nafasi ya 4 wanaowafukuzia kuiwania nafasi ya 3. Tafsiri yake ni kwamba Azam yupo nafasi ya 3 na ataendelea kubaki hapo mpaka ligi inamalizika. Nafasi ya 4 ni hao Singida Black Stars wakiwa na alama 56. Nafasi ya 5 ni Tabora United wakiwa na alama 37. Nafasi ya 6 ni JKT Tanzania wakiwa na alama 35. Mashujaa wana nafasi ya 7 alama 34. Nafasi ya 8 Coastal Union wakiwa wamesimama hapo na alama zao 34. Dodoma Jiji hali kadhalika wakiwa nafasi ya 9 na alama zao 34 pia. KMC nafasi ya 10 na alama zao 34. Pamba Jiji ya Mwanza, ushindi ambao wameupata leo umewafikisha mpaka alama 33 wakiwa nafasi ya 11. Bado Namungo wako nafasi ya 12 wakiwa na alama 32. Hii ni baada ya sare ambayo wameipata leo. Kichapo alichokipata Tanzania Prisons kimewaweka nafasi ya 13 pale pale wakiwa na alama 30 bado. Nafasi ya 14 ni Fountain Gate ambao wao wamefungwa leo bao 1 dhidi ya Coastal Union, kwa hiyo nao wana alama 29. Nafasi ya 15 Kagera Sugar ilishashuka daraja. Nafasi ya 16 ni Ken Gold ilishashuka daraja. Kwa hiyo mpaka sasa unaona msimamo unavyosomeka ndivyo hivyo namna hiyo. Imebakia raundi moja tu kwa timu 15
kucheza timu 14 kucheza kumaliza raundi ya 30. Nani ni nani ni kitu ambacho kinasubiriwa kwenda kuona. Tutapata kujua baadaye kuhusiana na ratiba inawaonesha namna gani. Lakini baada ya mchezo huo, baada ya michezo hiyo ya raundi ya 30, kutabaki mchezo mmoja tu wa raundi ya 30 kwa upande wa Yanga na Simba. Hii ni dabi ya Kariakoo ambayo itakwenda kuwakutanisha wakicheza siku ya tarehe 25. Yanga ndio mwenyeji wa mchezo huo, Simba anakuwa mgeni, na ni mechi ambayo itachezwa katika dimba la Benjamin Mkapa tarehe 25 majira saa 11 za jioni. Kwa hiyo hayo ndio yaliyojiri katika mechi za raundi ya 29 za ligi kuu ya NBC, tukisalia na mchezo wa raundi moja tu kwa upande wa timu 14 na raundi 2 kwa upande wa timu 2 kwa maana Yanga na Simba, ili kuufungilia mbali msimu wa ligi kuu 24-25.